Oi, tunaendelea pale tulipoishia, japo niko na mafua lakini hii haiwezi kuzuia chochote kwa sababu hii movie ni ya moto. Hii series ni kali sana na tena inabamba. Kwa lazima nilete vitu kama hivi hapa hivi kuweza kujulisha kama nini kinaendelea. Pale tulipoishia ndipo tunapokuwa tunaanzia. Inapatikana moja kwa moja ndani ya YouTube kwenye channel ya Shangweton. Jamaa walifika hapa hivi kuweza kuleta ile bahasha. Sielewi kama bahasha ina kitu gani, hata wewe mtazamaji najua kama hujui kama ina kitu gani, lakini mbele utajua kama ina kitu gani vile. Lakini nakukumbusha tu kuwa dunia ni moja ila watu ni wengi na binadamu ni wachache. Unataka kujua usemi una maana gani? Basi kaa na mimi afu endelea kufuatia Damn Revenge inayopatikana pale Shangweton. Jamaa ukimcheki sura yake kama ni mtu fulani hivi mtata, anataka sana kunyenyekewa au mshikaji. Mimi mwenyewe kama nimeshamstukia fulani hivi. Mdomo anaendelea kutembea hapa hivi, kuna namna wa mtongoze mshikaji aweze kuchukua hii bahasha kwanza. Na hatimaye jamaa anapokea hii bahasha. Anaicheki kwa dharau, cheki alivyoishika. Mshikaji anacheki bahasha kwa ndani hivi afu anacheka sana kwa dharau. Anaendelea kuiangalia huko anacheka. Sijui hii bahasha ina nini kwa sababu kiangalia jamaa anaendelea kuangalia sana hii bahasha kwa ndani, alafu sura yake inaonyesha kama kuna kitu fulani ambacho yeye anakinoti, lakini anaonyesha dharau fulani hivi kwa kuwacheki washikaji kama mbona vipi. Hatimaye washikaji washawasilisha kile ambacho walikuwa wamekileta, wanaondoka. Kama hivyo, hawa hapo ndani ya mchuma matali matatu. Mshikaji anaendelea kuangalia washikaji wako wanaondoka, yeye mwenyewe bado anaonyesha kidole. Na maana huyo jamaa kama hakukubaliana nao kabisa, ila tukaichukua hiyo bahasha, yani kwa kuwa washikaji wameongea sana ni ile. Jamaa kwa mbali bado anaendelea kuongea na wacheka washikaji, anawapa ile hai ya mbali yani, lakini anaona kabisa kama hii ni kinafiki. Mshikaji anaingia ndani, kila kitu kiko sawa, kashaipokea ile bahasha, si wenyewe hatujui kama itakuwa ina kitu gani. Anacheki hapo, oh my god. Wameingia hapa hivi, kuna watoto wazuri wako wanaonekana hapo. Mungu anaumba jamani nyie. Maua ni hatari. Mshikaji ndio huyu hapa anaingia ameshika bahasha mkononi. Haya maua. Jamani, wewe mtoto na macho mazuri ya kukuangalia tunaweza kujikuta Mshikaji kashaingia anaenda kupiga sela kama ambavyo mwenyewe uko unamuona hapo hivi. Anaongea sana huyo mshikaji. Sijajua hata mabichi na hisi kama washakuwa wamemzoea, lakini kuna namna sijui. Oh my god. Jamaa anaenda kujilamba midomo, sijui hawa mabinti kama namna gani. Hachukui kitu kweli hapa hivi, mwenyewe sielewi, tutajua mbele ya safari. Hatimaye mwamba anakaa ana chill kuwasilisha kile ambacho kimamleta mahali hapa. Anashusha pumzi kama hivyo. Binti anamwangalia. Mshikaji anataka kupiga mdomo kabla ya kuwasilisha kile kilichomleta. Oh my god, binti unajua nimeshindwa kueleza chochote hapo kwa sababu nimeona ile tabasamu la binti ni kali sana kiasi ambacho limeniua. Kama unabisha rudisha kwanza sekunde nyuma kidogo afu uone ninachokisema ni kweli au si kweli. Panapo time imefika, jamaa anakabidhi bahasha kwa mabinti. Binti anaishika, anaangalia ni bahasha namna gani. Sije kawa ni posa washikaji wameleta, kwa sababu unajua ukiona kitu kizuri haitakiwi ucheleweshie muda kabisa ni katika maisha. Mshikaji baada ya kukabidhi bahasha anaondoka. Wanabaki mabinti wawili warembo sana kiasi ambacho mtu ukiwaangalia yani lazima upate namna fulani hivi ya kuhisi kuna chochote. Binti anaiangalia. Kumbe bahasha ilikuwa iko na simu. Unaona kuna kitu hapa huyu binti ananoti au amekisema. Kwa sababu ukiangalia hata huyu hapa hivi sura yake inaonyesha kabisa kama kuna kitu fulani ambacho anasogea karibu kwenda kuicheki kwamba hii ni bahasha namna gani. Hii bahasha iko na pesa pamoja na simu. Hatujui zimetoka wapi na za nani. Lakini kwa akili za kujiongeza inaweza kuwa hii simu ni ile simu ambayo mshikaji alinunua pale. Ile simu ambayo ilishakuwa imeibwa kule makabulini, alafu mshikaji kainunua. Sura ya binti imebadilika kabisa baada ya kuweza kuitazama ile simu pamoja na zile pesa zilizoletwa na yule mshikaji. Mara mwingine anaonekana kuna namna anataka yeye mwenyewe kujua, kwa sababu sura yake inavyokuwa inaonyesha ni kama yeye hajui chochote kinachoendelea juu ya hii simu na hizo pesa. Kwa unahisi anadadisi ile kuweza kujua pengine kuna chochote ndani yake hapa. Hakuna kingine kinachoendelea mahali hapa zaidi ya kujadili ile simu pamoja na pesa ambayo imeletwa na yule bwana. Na kukumbusha mtazamaji, hii movie ni ya moto sana. Kama uko mahali basi nenda kaitafute Shangweton pale YouTube. Inapatikana, iko full.
Oh yeah, mji unaonekana vizuri sana wakati huu hapa. Alafu kuna gari iko inaingia hapa. Sijajua hii gari ni ya nani na kuna nini. Amefuata nini sijui. Ndani wanaonekana washikaji wale. Yule bwana Mablichi ndo niko namuona hapa. Sijajua yuko anaongea na nani mpaka sasa hivi. Yuko kumbe na bwana Marasta. Wako watu wawili. Hivi vyuma hivi sijajua vina ratiba gani, lakini mbele tutajua. Na ndio maana nilikwambia dunia ni moja. Watu ni wengi lakini binadamu ni wachache. Hii ni kisasi bubu. Siri hiyo. Katika 1 na 2 bwana Marasta na bwana Mablichi wanaenda kujadiliana vitu fulani hivi, wao wanajua kama wanaongea kitu gani. Lakini kwa haraka tu inaonekana hapa amani imetawala sana, kwa sababu naona kila mmoja yuko na tabasamu zito sana. Yeah, washikaji wamepoa kama hivyo. Kula 4 kila mmoja. My God, vyuma vinaingia hapa. Si ndo wale watoto ambao walipoteza ile simu. Sijajua leo wamekuja vipi, lakini leo wanaonekana mbona kama wako na shali fulani hivi. Sijajua wako na ratiba gani. Jamaa na wacheki, lakini wao bado hawajawaona. Bado anaenda kuangalia kama kuna watu. Si ni wewe hapo? Binti anaona washikaji wanabadilisha mapozi, 4 zinashushwa. Kivumbi leo. Yeah, watoto wamenawili afu wamenona wasogelea washikaji kuweza kusema nao. Yeah, kama ni voice kama leo hapa si kwema, kwa sababu namna tu hata mikao inaonesha. Tayari amefika. Kivumbi kimeanza. Maneno kibao yanaendelea kushushwa hapo. Mshikaji anachelewa anaangalia kwamba hii nini. Binti sura yake inaonesha kabisa kama amekuja mbuzi na hawezi liwa mchuzi vile vile. Maneno mengi yanaendelea kuongelewa. Binti kakasirika sana. Binti anaumia sana. Sura yake inaonesha kabisa kwamba ni kuna kitu ambacho kimemuumiza moyoni. Mshikaji anashangaa. Wakati mshikaji anaenda kupata vichambo, dada mwingine naye anamwangalia kama hivyo. Oh yeah, ratiba inaendelea vichambo kama kawaida. Rastaman yeye anacheki mchezo. Mshikaji anashangaa nini kinajili hapa. Yeah. Oho, ngoma mamba kaipata kenge. Binti mwingine kaishika maelezo mengine tena kwa msitizo, anasisitiza. Issue ni ile ile. Maneno ni yale ambao pengine wewe mwingine aliweza kuyazungumza, lakini huyo anaonyesha kama kukazia fulani hivi, aliweka hisia ambayo iko moyoni. Mshikaji anatia huruma mpaka machozi yanamtoka. Wakati huo binti kasharukwa na utu kabisa. Anaongea kupita kiasi, kama ni hisia basi imevuka ukomo au kipimo. Machozi yakiendelea kumtoka jamaa. Wakati huo binti yeye anaenda kugongelea msumali pale kwenye kidonda. Imagine kidonda kibichi afu mtu anatia msumali pale anakoroga. Oi, I say, maumivu unayopata hapo ni hatari sana. Jicho la mwanaume limeiva, machozi yanamtoka. Mwanaume akilia ujue kuna kitu, I say. Maneno yanaendelea. Mara simu inawekwa chini. Kumbe hao warembo walikuja kurudisha hii simu. Wakati huo pesa ziko mkononi. Pesa zinatupwa tena. Rastaman anasimama taratibu. Anainama chini anaangalia sijui kuna nini. Kumbe anaokota pesa pamoja na ile simu. Unajua ama Rastafari wanakuwa na imani fulani hivi za kweli. Wanataka amani saa zote. Na angalia mabinti kuweza kueleza hicho kitu ambacho kiko moyoni mwake. Maneno yanaendelea. Sura ya Rastaman inaonekana nimejaa hekima sana. Anaongea kwa upole sana, sijajua ana ratiba gani. Binti anamwangalia na kuweza kumsikiliza fulani hivi. Sijajua anafanyaje huyu jamaa. Anaongea nini? Mimi mwenyewe sielewi. Anajaribu kuwashawishi kitu gani mwenyewe sielewi. Binti sura yake inaonekana kama anapea attention kwa huyu Rastaman. Upande wa pili binti yeye anaonekana kutokusikia chochote kabisa. Jamaa anaongea sana. Binti anapea attention kabisa. Jamaa anaenda kumwagika, jamaa anamiminika, jamaa anatiririka. Wote wamekaa wametulia wanamsikiliza Rastaman. Unajua watu wanakuwa kwa na busara fulani hivi ambazo wanakuwa wamepewa. Unajua anasema kwamba akili ni nywele na yeye mwenyewe ana nywele nyingi. Kwa hiyo naamini kabisa kuna namna anaweza kufanya chochote kile ambacho mtu ananelia. Mara anamgusa binti kidogo ili kuweza kumpa mikato fulani hivi hata ya kumlegeza kidogo. Binti anaendelea kutulia kumsikiliza mshikaji. Jamaa anaendelea. Jicho la binti linaonekana kupea attention kwa kile mwamba anakisema. Inaonekana maneno anayosema huyu mwamba yanapita moja kwa moja kwenye ngome nyembamba za masikio ya huyu binti. Yeah, it's true. Binti anaonekana kabisa kukubali kile ambacho mwamba amekisema. Anamtazama mwenzie na anamtazama mshikaji ambaye alikuwa yuko analia. Anaona kabisa kama kuna namna amemuonea fulani hivi. Mshikaji anaamua anataka kuondoka. Sijui nini kinajili. Binti anataka kumwomba msamaha au vipi? Mimi mwenyewe sielewi. Episode namba 3 ndio kitu kinachokuwa kinafuata baada ya hiki hapa. Sielewi. Mshikaji atamsamehe binti au ni vipi? Au nini kitafuata? Mimi mwenyewe yote hayo siyajui. Tuangalie episode namba 3 itakuwa ikoje. Lakini nakukumbusha,
Hii series ni ya moto sana. Nenda kaicheki pale YouTube @shangweton, unaweza kaipata pale. Weka akilini kuwa usiruhusu mtu yoyote kufanya wewe si kitu katika maisha. Have a nice day.